Mwanzoni mwa miaka 1930, Japani ilikuwa bado inategemea sana bidhaa za kamera kutoka Ulaya, hasa Ujerumani. Katika mazingira hayo, wanaume watatu wenye ndoto kubwa, Goro Yoshida, Saburo Uchida na Takeshi Mitarai, waliamini kuwa Japani ingeweza kutengeneza kamera zake zenye ubora wa hali ya juu. Ndoto hiyo ilizaliwa mwaka 1933 walipoanzisha maabara ndogo mjini Tokyo walioipa jina la Precision Optical Instruments Laboratory. Mwaka mmoja baadaye, juhudi zao zilianza kuzaa matunda. Walitengeneza kamera ya kwanza ya majaribio ya milimita 35 ambayo waliita Kwanon. Jina hili lilitokana na mungu wa huruma katika dini ya Kibudha, likiwa ishara ya matumaini na ulinzi katika safari yao ya kiteknolojia. Ingawa kamera hiyo haikuuzwa sana kibiashara, Kwanon ilikuwa alama muhimu, ikionyesha uwezo wa Japani katika teknolojia ya macho. Kadiri muda ulivyopita, waanzilishi walitambua kuwa ili kampuni yao ikue kimataifa, ilihitaji jina rahisi kutamkwa na kueleweka duniani. Hivyo mwaka 1937 walibadilisha jina la kampuni kuwa Canon Camera Co. Limited. Neno Canon likimaanisha kanuni au kiwango sahihi, likiwa ishara ya dhamira yao ya ubora na usahihi. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Canon ilianza safari ya ukuaji wa haraka. Miaka 1950 ilishuhudia kampuni ikipanua masoko yake nje ya Japan, huku ikijikita katika kuboresha kamera na lenzi zake. Ubunifu ukawa msingi wa mafanikio yao, na mwaka 1969 Canon ilivunja mipaka ya teknolojia kwa kuzindua kamera yenye mfumo kamili wa kielektroniki. Sasa mapinduzi makubwa yalitokea mwaka 1987. Canon ilipoanzisha mfumo wa EOS, kwa maana ya Electro Optical System. Mfumo huu ulibadilisha kabisa dunia ya kamera za kitaalamu, na Canon ikajijengea jina kama kinara wa kamera za DSLR. Wapiga picha wa kitaalamu na wanahabari duniani kote wakaanza kuitegemea Canon. Kuingia kwa enzi za kidijitali kulikuta Canon ikiwa tayari iko sokoni. Kuanzia miaka 2000 hadi leo, kampuni imeendelea kuongoza katika kamera za kidijitali, DSLR na mirrorless, huku pia ikipanua shughuli zake kwenye printer, photocopiers, vifaa vya hospitali na teknolojia za viwandani. Safari yote ya Canon inaongozwa na falsafa yao iitwayo Kyosei, inayomaanisha kuishi na kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya wote. Falsafa hii imeifanya Canon isiwe tu kampuni ya faida, bali mshirika wa maendeleo ya jamii. Leo Canon ni kampuni ya kimataifa inayoheshimika, ikihudumia mamilioni ya watu katika zaidi ya nchi 100 duniani. Kutoka kamera ndogo ya majaribio itwayo Kwanon hadi kuwa jitu la teknolojia, historia ya Canon ni ushahidi wa nguvu ya ndoto, uvumilivu na ubunifu. Mimi ni VOS Voice of Siraji, na hizi ni Wimpers.